Afu ndo ilikuwa mara yangu ya kwanza kupanda ndege ndugu yangu. Wow. Ilikuwa kituko mimi na ndugu yangu Sugu J. Acha. Bwana Sugu J, salienda toilet bwana. Sasa kule kubonyeza kile kidude kile kishamaliza mambo yako. Akasikia akajua kwamba amebomoa ndege ya watu. Akarudi akaniambia ndugu yangu ukienda kule kwa makini. Nikamwambia kwani kuna nini? Tukibonyeza hivi ukisikia usikimbie na kujua wewe. Maidia tunachangiana kwenye nyimbo, mimi naweza nikatengeneza nyimbo, Fariazi akaja kwenye verse yangu akaniambia T-Max weka hiki na hiki. Kitaua. Na mimi vile vile nikiangalia naambia kaka weka hiki na hiki kitaua. Ni vitu vya kawaida sana. Hata mimi mwenyewe kwenye nyimbo ya Dia kuna maneno ya Fariazi yamo mule. Sema eti nimwandikie mimi hapana, huo ni uongo. Watu wa Buyenzi wajipange. Mimi pale kudiseti pale numero 36 pale kwa babangu mdogo pale. Wow. Yeah. So watu waje kwa wingi, T-Max atakuwepo yuko pale. Tarehe 4 makamuzi atakuwepo makubwa zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Dia nakuzimia tena 100%, usifata yo maneno wanafiki wanaokuambia unapendana na T-Max. Yule ni choka mbaya, ana maisha mabaya na inavyosemekana mchiza anavuta kaya. Kama ni sura my dear, mimi sio mbaya. Yeah, kuna watu wanataka kujua eti T-Max na Kirunda zikuvuka. Bana Kirundi ndakivuga ndachumva ariko kuvuga gatoyi kiriko kirangora ariko ndachumva neza. Kesho ama kesho kutwa ndio tunachia nyimbo mpya. Wow. Yeah, hivyo nanitaga nani vile mzee wa michano. Mzee wa misimamo ananitaga nani vile mzee wa michano. Yep. Mzee wa misimamo. Do you remember this name? So, get ready. Kitu kipya kinakuja very soon. Yeah. Hello to everybody. Mambo vipi wapenzi wa Yaga Tech TV. Mrameze fresh ni zile kumweze neza. Kumande zose zisi. As you know, my name is Alvin Gucci, aka Janjalao Sharpshooter, the morning star, all the way from Burundi, Bujumbura, like nobody can do that behind camera. Mr. Vibe. Ni wabaha ama image amezineza. Uyu musi tugomba twakire umwe mu bihangange mu muziki wacu wa 2007 muri industry ya 2007 muri style ya hip hop. Ni nawe yatanguje style ya hip hop. Iyo mvuze style ya hip hop muchamu mubonande ni T-Max, Timotheo, Richard, Francis Lamwata. Changa nua. Changanua. Wanajeshi tunajisonga. Changanua. Wanajeshi tunajisonga. Changanua. Yo, what up. Change. Yeah, mchaka. Yeah, na respect maisha kweli kalata. Poleni waliokosa na pongezi walopata maisha. So pasa maisha ni mchezo wa kisasa. Na ukigotwa tu lazima utaramba galasa. Kwenu mabombo ya BJ, poleni na NASA Afrika. Maisha badilika, hakuna kuzubaa bwana, kipeni majita. Napita swalini na una watu wanara, najiuliza vipi mbona leo umechakaa na spida ndio nyagugu ngapo na kufa kwa njaa. Tene sisi tunaingiaga na vibe mzee. Kala tatatu change ni kupune kama viatu. Anza leo tuachie. Karaka tatu. Tunaendelea. Bakunzi wa Yaga Tech TV, nizere ko mumeze neza. Muriko muramubona. Ni T-Max imbere za kamera za Yaga Tech TV. My big brother, welcome. Thank you so much bro. Umependeza sana mzee. Asante sana bro. Watu wengi walikuwa na shauku ya kuweza kukuona. Yeah. Palipopitikana habari kwamba T-Max anakuja Burundi. Ndio. Posti zilikuwa nyingi sana. Yeah. Kuna watu walikuwa hawaamini. Kweli T-Max anakuja kweli? Turudia nyuma kidogo. Yeah. Ulipofika airport. Ulikutana na wasanii wengi ambao wamekuja kukupokea. Baadhi ya wasanii tulimuona GZB. Yeah. Tulimuona Black G. Yeah. Tulimuona B-Face. Yeah. Tuliona wengi zaidi ambao walikuja kukupokea. Ila kuna kitu watu wanataka kufahamu. Kitu kile kama mwanamuziki watoka kipindi kile. Ulifanya vizuri hadi kwa sasa, nyimbo zako zingali katika roho za watu. Kitu kile ulikipokelea vipi?
Kwa kusema kweli kwangu mimi ilikuwa so excited kwa sababu kitu kikubwa zaidi sana mimi najua kwanza kuishi na watu vizuri inakuwa ni kitu kizuri zaidi sana kwa sababu wale wasanii wote ingekopo kama before nimeishi nao vibaya na nisingewakuta pale airport, but respect for them. I don't know how I can say, but nimewashukuru sana na sikutegemea. Unajua ilikopo vibe kubwa ya ilikopo mzuri sana. Yeah, of course. Kwa hiyo furaha nilianza kuipata pale kabla hata sijaingia mjini kati. Kweli kitu kile ulikuwa unakitegemea? Kwa kusema kweli sikutegemea. Sikutegemea. Japo nilikuwa najua kwamba vita happen, but sikutegemea kabisa. Kuna watu wanataka kujua eti T-Max na Kirundi zikuvuka. Bana Kirundi ndakivuga ndachumva ariko kuvuga gato kiriko kirangora ariko ndachumva neza go. Ariko ntabwo umucanganya T-Max ngo umubwira amajambo mu Kirundi bareke kubitahura. Bitahura neza kabisa. Na hisi hakuna hata neno la Kirundi linaweza kuwa linakuzingua. Vipo. Haya majambo vidogo ili migani. Igia bana kuri jewe ngora ni gato. Iwari kibazo cyane. T-Max dusubira inyuma gato kwibuga c'indege. Nivyo umuririmbyi Black G yarari hajya nk'abantu baje kugushigikira mu kwakira. Mu myaka yaheze hari ikintu tokwita nka beef hagati ya team ya Black G wakali power na wanajeshi. Kija kinu ile vibe ilikuwa ni vibe kubwa sana. Watu wanataka kujua imekuwa vipi paka Black Jack akuja kukupokea wakati tunajua kwamba wakali power na wanajeshi kipindi kile ilikuwa ni mikiki ya hatari. Tupe story. Je, ili ilikuwa ni beef ya kweli au mlipanga? Ile ilikuwa ni biashara tu. Ndio. Watu walikopo wajui behind the scene, watu tulikuwa tunaongea kama kawaida. Kama mimi Black G, unajua Black G mimi mdogo wangu tangia zamani sana. Tangia zamani sana. Nadhani mimi ndo mtu wa kwanza kumtroduce kwenye nyimbo yangu inaitwa nyimbo yangu moja hivyo nilishirikishwa kama inaitwa Maua. Watu walikuwa wamjui kabisa zamani, lakini ndio ukweli maua kama wanizingua zisababisha mikujiua anaipata hii. Unaona? Afu sasa Sly is like my brother, not like my brother, he is my brother kwa sababu tulishinaye wote muda mrefu pamoja, vitu kama hivyo. Kwa hiyo tulikopo tunafanya tulitaka kuleta challenge fulani hivi tufanye vile, lakini bwana Diro pia alikuwa anavifanya vya serie. Diro pia alikuwa anachukulia serious. Diro pia alikuwa anafanya vya serie mpaka mimi mwenyewe nikasema bwana, hii ni ile beef ambayo tuliipanga ama ndo mwenzangu tena ndo umesha change gear angani. Nilipomwona amechange gear angani na mimi nikachange huko kabisa. Tukaanza sasa ikawa hivi. Kuna muda tulikuwa tuongei. Really? Tukikutana ni hivi, nikasema mdogo wangu amechukulia serie. Na mimi nikaenda naye serie hivyo. Ilifikia kipindi mkikutana hata kusalimiana. Hatuongei hata kushikana mikono tushikana. Yaani tukienda kwenye show wao wanakaa kule, sisi tunakaa huku. Lakini Black G na mimi ilikopo haina tatizo. Peace sana. Mimi na Sly haina tatizo. Mimi na Jekizo haina tatizo. Mimi na Diro ilikuwa balaa, ni kupishana tu hivi, ni kupishana. Ilikuwa ni vumbi kabisa. Bakuzi wa Yaga Tech TV, iyi story ntabwo mwari muyizi. Hariho generation ya kera babonye zijya ndirimbo za wakali power bakabona n'indirimbo za wanajeshi, kaseme bana hawa wajamaa kabisa wako natupiga mavitu. Kipindi kile ukiwa unaandika mistari ile, ulikuwa unajisikia vipi wewe? Nilikuwa najisikia vizuri kwa sababu kwanza walikuwa wanani challenge. Alafu mara nyingi huwa napenda challenge. Sasa nikisikia nyimbo zao kule, nasikia jamaa anaponda na mimi nasema sawa. Acha na mimi niende studio. Sasa wao walikuwa wanatufululisha sana manyimbo. Alafu unajua sasa sisi Fariaz alikopo hayupo na ndo yeye ndo alikuwa anakaa kwenye chorus. Yeye yuko Ulaya. Sasa wao wana Black G pale na alikuwa analia yule mtoto kwenye chorus yao.
alikuwa anawaumiza sana. Analia sema mdogo wangu nini tulipanga tu dili. Mbona unavichukulia serious hivyo? Yeah. But at the end of the day kila kitu kilikuwa kiko poa. Kabisa nilishuhudia hata kwenye show ambayo ilikuwa Gera Plaza, Black G hiyo story ameweza kuiachia na kusema msijali, kila kitu kile kilikuwa kimepangwa. Kama T-Max ambaye alianzisha hip hop na hip hop kabisa ikakamatisha hata wale watoto wa Kirundi wa zile sehemu ambapo tunaziita Makiriri, Kihosha, Mtanga walikuwa kabisa wana support. Ukiona kitu kama hicho unajisikia vipi? Mimi ninachoamini kwamba muziki haufi. Sema tu labda watu wameacha kuufanya. Kwa sababu leo tukizungumzia Khaligraph Jones wa Nairobi, jamaa ana maendeleo makubwa sana na anafanya hip hop tu. Ina depend na wewe una focus sehemu gani. Unajua labda watu wanaenda na upepo. Ndio. Kwa sababu muziki fulani ndo na nani unajiweka huko is okay kwenye biashara. Lakini muziki wote haufi. Watu tu wasema wamepunguza kufanya. Na ndio maana nimerudi sasa. King is back. Kurudisha sehemu yake. Kabisa kwa sasa kwa kipindi kile turudi nyuma kidogo. Tuliuona mzuka sana wa GZB. Na GZB watu ambao walikuwa wanamfuatilia walisema anafuata upepo wako. Kitu hicho kama ushawahi kukisikia? Na flow gisa alivyokuwa akiflow, kuna watu walikuwa wakimsikia GZB wanamuona Max. Kama kitu hicho kikutana nacho ama ushawahi kukisikia? Unakipokelea vipi? Unajua watu leo sasa watu wao wanajua kitu kimoja. Ndio. Unajua GZB kabla alikuwa ashaanza kuimba before. Ndio. Lakini kabla hajaingia studio na kuanza, GZB ilikopo ni kama hivyo brother wangu tu kabisa, ambayo tulikuwa tunaishi maisha mengine tofauti. Mimi unajua kuna kipindi nilishangaa anavyoniambia kwamba bwana mimi nataka kuimba, nikamwambia nini tena? Alitafuta ushauri kutoka kwako? Nachana GZB, unajua mara 3 nilimuuliza nini tena? Akanambia wewe nisikilize kwanza. Akachana akasema sababu embu nisikie tena. Akachana tena akasema tunaweza tukafanya kitu. So GZB ni sehemu ambaye katika member for the family. Member for the family. Kabisa. Napenda anachokifanya kwa sababu anabidii na anapenda muziki pia. Kabisa, lakini hatumuone kwa sasa. Si ndio nakwambia sijui ni nini ambacho unajua mambo hata mimi mwenyewe niko kimya muda mrefu. Kimya muda mrefu, sasa hivi ndo narudi ndo nakuja kurelease nyimbo. Labda naye kuna vichangamoto moja 2 3 alikuwa anazipitia. I don't know. Kabisa, reka tukizile yuko nawe na kuona zile duha bishasha. Kuna watu wanataka kujua life yako ya huko ambapo ulipotoka. T-Max ulitoka hapa Burundi kabisa. Ulikuwa na fans wengi wanakusupport na niko nao. Ulikuwa kipindi kile ulikuwa na wafans hadi kwa sasa wapo, hawakukuacha. Kuna wale wafans unaweza kukutana wanakutoka bila kufikiria chochote, lakini wale wenyewe walikuwepo kipindi kile hata kwa sasa wapo. Ndio kitu ambacho nilichotaka kumaanisha. Okay, nakuelewa. Kipindi kile unatoka Burundi. Na kuelekea nchi za Ulaya, Belgium. Sana umenitoa mbali hakika halina mali wendo dereva safari hii nitazidi kukupenda daima. Tunataka kujua sana ule wimbo uliuandika ulipofika kule ama wimbo ule uliuandika ungali hapa Burundi? Ule wimbo niliuandika wakati niko hapa Burundi. Kwa sababu nakumbuka nilikuwa nimepata show ya kwenda South Africa. Ndio. Nikafanya show Durban na Cape Town. Afu ndo ilikuwa mara yangu ya kwanza kupanda ndege ndugu yangu. Wow. Ilikuwa kituko mimi na ndugu yangu Sugu J. Acha ndugu. Nakumbuka hiyo story ndugu yangu bwana. Sasa si muda wa kwenda toileti.
na Q-Boy. Unajua na Q-Boy ilikuwa mara yake ya kwanza kupanda hiyo ndege. Tulipanda tuko watatu. Tunatoka Debe tunaenda Cape Town. Sasa tupo kwenye ndege kwanza, Q-Boy bwana akatupita pale kwenye ndege, kwenye viti vile ambao tumekaa. Mimi nikamwambia Q-Boy, unaenda wapi? Ile tumekaa hapa, eti huyu mzungu ndo amenipoteza huyu, akarudi. Sasa bwana Sugujei, salienda toilet bwana. Sasa kule kubonyeza kile kidude kile kishamaliza mambo yako. Akasikia akajua kwamba amebomoa ndege ya watu. Akarudi akaniambia, ndugu yangu ukienda kule kwa makini. Nikamwambia kwani kuna nini? Tukibonyeza hivi ukisikia usikimbie na kujua wewe. So baada ya kutoka kule kurudi huku nikaona changement ndogo fulani za maisha zimebadilika, zinaanza kubadilika, ndo nikaandika ile sanaa Umenitoa Mbali. Yeah, kwa sababu moment kama zile unajua ilikuwa sio kawaida. Kabisa. Bimano ukisikiliza hata maneno yale ulikuwa yalikuwa katika ule wimbo. Unaona kweli kabisa unashukuru. Tunataka utuambie mara yako ya kwanza unakanyaga Belgium. Kama msanii wa Burundi. Ulijisikiaje? Kawaida lazima ujisikie vizuri. Lazima ujisikie vizuri. Unajua mimi Belgium sio mara yangu ya kwanza. Kawaida niliendaga Belgium mara kwanza 2012. Kimziki? Kimziki. Niliendaga 2012 na Yoya, nakumbuka tulienda mimi, Yoya, Africa Nova na wengine wengi tulikuwa tuko pale. Ilikuwa ile kipindi cha Independence. Ndio tulikuwa tuko pale 2012. Alafu nikarudiaga. Sema hiyo moment ambayo nilirudiaga hiyo. I say nilijuta. Kila nikikata hivi mtaa, na wewe mtoto wa mjini unarudia vrema. Nilikuwa na konda na hilo. Kawaida zamani nilikuwa naishi Nyakaviga, nikahamia Kibenga. Jili ya kujificha kaka. Hali ilikuwa tete. Alafu sasa nilirudia na kile, nilirudi nikanunua kale kapepiki Jeonu Kuki. Eti yani ulienda Ulaya kusoma Jeonu Kuki. Eti vrema we wapi kabisa. Story hizo zilikuwa zinakuchoma sana. Kaka ungevumilia. Ilikuwa inanichoma. Nilikuwa najikaza tu kiume. Alafu sasa kusema kurudia tena nilibeba miaka 4. Kwa hiyo yale machungu nilikuwa niko nayo miaka 4. Lakini baadaye Mungu akafanya. Tunajua Mungu ana maguvu sana. Kabisa. Akafika tunarudia tena. Watu ambao mlikuwa mkikutana nao walikuwa wanakuchukulia vipi? Wapi? Belgium. Belgium watu tuko sawa. Kama jinsi hapa watu wanavyonichukulia hapa na kule ni hivyo hivyo. Haikukuwa vigumu kusema kuweza kuendelesha maisha? Maisha. No. Kwa sababu mimi nilikuwa kila kitu kilikuwa kimepangwa. Ulipoachia nyimbo ukiwa pamoja na Nay wa Mitego. Kuna watu walijivunia sana na wakasema T-Max kwa sasa anakuja back to back. Lakini ukakate na kuna ukimya fulani umeuchukua. Kuna matatizo yapi yalitokea hapo kati? Pale nilikopo niko na mambo mengine ya biashara zangu binafsi. Nilikuwa nataka ni set kwanza mipango kwenye biashara zangu binafsi kwanza. Then baada ya hapo nikimaliza ndo nirudi tena kwenye muziki. Lakini pale ilikuwa tupo nimejiset tu kwenye biashara zangu binafsi. Hakuna kitu chochote ambacho kiliniweka busy. Nilikuwa nataka nijiweke kwenye biashara zangu binafsi, alafu then nirudi kwenye muziki. Hakuna kingine Kuna ugumu wote ulikutana nao? Kwenye ugumu ni mwingi kwa sababu comment kuna muda fulani nikajiweka mbali kabisa na social media. Hususan mitandao ya kijamii kwa sababu nilikuwa nikienda tu wananishambulia. Vipi bwana? Hivi na hivi. Unajua na mimi sina roho ya chuma. Kuna muda naona unazingua. Lakini kwa sababu tuko artist lazima tupokee comment zote, mzuri na mbaya. Ukiwa msanii, yani kutukanwa na kusifiwa vyote vipo kwenye sehemu ya maisha yako. Kabisa. Ulikuja Burundi na kuweza kutuambia kwamba ni kazi nyingi ambazo zimekuleta hapa. Kufanya mashow na kolabo mbalimbali.
Na kuna wasanii ambao umeshawataja kwamba mlishafanya nao Yeah. nyimbo. Yeah. Je, unafikiria kufanya na hii generation ya mpya? Of course. Kwenye plan zetu na crew langu na management yangu hivyo vyote vimo. Yeah, vimo. Kama wasanii wawili ambapo kama siwezi kuwa mention hapa kwa sababu nyimbo bado hatujarekodi. Kesho na kesho kutwa tena nyimbo isiwepo iwe tena Uswahili. Watalau. Yeah, lakini wapo. Yeah. Kabisa. Yeah. Congratulations, ulifanya bonge la Shogera Plaza. Thank you bro. Thank you. Nilikuwepo pale. So uliingia vizuri na kabisa mashabiki walionyesha upendo mkubwa kwako kwamba walikuwa wanakumiss. Thank you so much. Tunataka kujua mbele ya kujiandaa kupanda stage. Ulikuwa na ule moyo kwamba mimi nitaua? Mimi najijua mzee. Mimi najijua, mimi mwenyewe najitaga mapafu ya mbwa. Mzee, naitwaga mwanajeshi asiokuwa na cheo, mwenye sifa ya kuwapiga watu vilungu. Kwa hiyo pale nilikuwa najua tu nitaua na nitakamua kwa sababu sifanyagi show kawaida. Huwa najiandaa na crew langu kubwa sana nyuma yangu. Kwa hiyo show nikifanya tena sio mimi peke yangu. Show nikifanya nafanya ujue nyuma yangu na watu kama 10 au 5 imeandaliwa hiyo show. Bana hiki tutafanya hivi tutafanya hichi tutafanya hivi, fulani atafanya hichi. Kwa hiyo pale ile yote ile unaoiona pale kwenye stage sio mimi peke yangu. Tuko wengi sana. Yeah, akiwa na mchawi wetu pale Jideloji pembeni yetu. Kabisa, na kwa yuko pale ile mambo ya nilimuona pale. Na siku hizi yuko na uchawi mpya. Yaani viko kwenye muziki uchawi tu ukubalishe kwamba upo. Hapana, uchawi wa mipango. Uchawi wa mipango. Uchawi wa mipango. Kuna nyingine show kuna ndabu yenzi. Yeah. Ni kipi watu ambao wanaweza kujiandalia? Watu wa Buyenzi wajipange, wajipange tena. Unajua tena kitu kisiri kingine nikwambie. Mimi pale kudiseti pale numero 36 pale kwa babangu mdogo pale. Wow. Yeah. Kwa hiyo mimi pale wananijua tangia niko kama nina miaka sijui 10 na ngapi. Kwa hiyo wananijua vizuri pale. Yes. So pale ni kama nyumbani. Watu wa Buyenzi wakae mkao wa kula na naamini pale patabomoka kwa sababu jinsi nilipopaona ni padogo sana. Yani pakubwa lakini kutokana na mambo ambayo nitaenda kuyafanya pale patakuwa padogo pale. So watu waje kwa wingi. T-Max atakuwepo yuko pale. Tarehe 4 makamuzi atakuwepo makubwa zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Kabisa. Hata Masantu She pale nitapiga. Kuna Masantu. Ushawahi jutia kuwa maarufu? No. Kwa nini? Sijawahi kujutia kwa sababu nilikuwa na vitu ambavyo navipenda. Ngoja. Iko 50 kwa 50. Iko 50 kwa 50. Acha nisikudanganye. Iko 50 kwa 50. Kuna kipindi nilijuta. Kwa sababu wakati hauna usafiri wala nini. Nilikuwa napanda basi, sasa ilikuwa nikasheshe hiyo. Yaani inabidi nikende kupanda basi nipande usiku. Afu nikasitia nyuma, afu manong'o bunda kwa nyuma. Hiyo ilikuwa inanikula roho hiyo. Nasema siku gani na mimi nitakuwa niko na gari. Siku malangu gari yangu ya kwanza nilikuwa sifungagi vioo. Yaani like mmeniona sasa. Niko na watimu. Ila baada ya muda unanisikia. Yeah. Style za mapiano ndizo ambazo wanadai kwamba zimeuteka muziki soko la muziki wa East Africa na ushakuwa Afrika nzima na ni kama international. Yeah. Tutegemee. Of course. Mimi ni mwanamuziki, nafanya muziki yote. Tena watu tena can you imagine? Sio mapiano tu. Mimi naipiga na miimba mpaka singeli kaka. Yaani nimechafukwa. Really? Yeah. Hadi singeli naimba. Kwa hiyo kila muziki unaokuja niko tayari kufanya. Yeah, ili mradi mashabiki zangu wapate burudani. Kabisa. Mna mpango wa kurudisha wanajeshi? Wanajeshi ipo. Unajua watu hawataki kujua kitu kimoja. Sisi wanajeshi sio kundi. Wanajeshi ni familia ambaye tu iliamua kusema tufanye hichi kitu kwa pamoja. Ndio. Sasa familia sasa hivi kila watu wameenda kutafuta maisha sehemu tofauti.
Mimi niko zangu kule, Fariaz yuko kule, Frank yuko Tanzania, Makidadi ndo yuko hapa. Unaona? Na katika pale pa wanajeshi, wewe ulikopo unaonaga, Frank unaona alikopo na manyimbo yake mwenyewe. Kabisa, ndio. Mimi mwenyewe nilikuwa niko na nyimbo zangu, Fariaz alikuwa anafanya nyimbo zake. Ile ilikopo ni kama familia. Ndio maana unasikia wanajeshi family. Lile sio kundi. Ya, ile ilikopo familia. Hivi lile jina nani aliliunda? Nani alilileta? Lile jina bwana nakumbuka, hebu tuone. Tena can you imagine? J Kizo ndo aliletaga lile jina. Sasa na yule alikuwaga mwanajeshi vile vile. Kwa sababu Naslai ilitakiwa awe mwanajeshi vile vile. Sasa wao waka left group. Ndo wakaenda kwa wapinzani wetu. Lakini jina lililetaga yeye. Ndo wakaleta kwa waka left group, wakaenda kuandaa kundi lao lingine. Yaani huko alikuja akatutengeneza, akatujaza, tushaweka mambo yetu na akaenda kufanya group lingine. Kweli. Yeah. Tunataka kujua wasanii wawili ukiwa nao wewe. Unajisikia free kwa kupiga nao story? Kwa kupiga nao story? Ndio. Unajiachia, unajisikia free kwa kupiga nao story? Yoya, Uncle Craze, Black G, Famba, Mr. Champagne. Yeah. Big Fizzo ayumo. Big Fizzo pia tunapiga story sana. Lakini mimi na Fariaz tunaongeaga mambo ya muhimu tu. Mambo muhimu, tupeane dili, tufanye hivi na hivi, tuna mchongo fulani, tunafanya hivi na hivi. Lakini zile story zile za kawaida hizi za kina nani atupigaki. Kuna story lakini ziliwahi za muhimu tu ndo ziliwahi, kuna story ziliwahi kutembea za zamani huko, za zamani tunapigaga lakini sio sana. Okay, kuna story ziliwahi kutembea before kwamba kuna zile rap ambapo Big Fizzo mlikuwa mkiimba naye katika timu yenu, eti wewe ndio ulikuwa ukiandika mara nyingi. Bwana naye bwana. Mna mambo kweli. No, kuna watu walikuwa wakiongea. Bwana. Haya anayoongea kwamba so mimi nayazuga, kuna watu waliwahi kuongea kitu hicho. Ndio tunataka tupate ukweli hapa. Kuna lolote. Kila mtu anafanya nani zake. Anafanya na my idea tunachangiana. Kwenye nyimbo mimi naweza nikatengeneza nyimbo, Fariaz akaja kwenye verse yangu akaniambia T-Max weka hiki na hiki. Kitaua. Na mimi vile vile nikiangalia naambia kaka weka hiki na hiki kitaua. Ni vitu vya kawaida sana. Hata mimi mwenyewe kwenye nyimbo ya Dia kuna maneno ya Fariaz yamo mule. Aliweka akaniambia T-Max weka hiki na hiki ndio taua zaidi. Very simple. Hiyo katika kazi hiyo inakuaga hiyo. Kabisa. Lakini eti kusema eti nimwandikie mimi hapana, huo ni uongo. Yes, akapela kwa wimbo ambao unaufeel sana zaidi katika nyimbo zako zote. Sema ungesema kwamba unichagulie nyimbo gani kidogo nikufanyia kapela fupi tu. Dia na kuzimia tena 100%, usifata yo maneno wanafiki wanaokuambia unapendana na T-Max. Yule ni choka mbaya, ana maisha mabaya na inavyosemekana mchiza navuta kaya. Kama ni sura my dear, mimi sio mbaya. Mimi sio malaya. Ushauri upi unaweza ukaipatia new generation ambayo iko nafanya muziki kwa sasa, wanajitahidi gisi muziki wetu unaweza ukatusua zaidi? Ushauri mimi nilichokiona kwanza, nilichokiona watu sasa hivi wana focus kwa kusema kweli, wanawekeza kwenye videos. Ndio. Wanajikaza, wanaendelea kufanya, waendelee kupush. Ndio. Waendelee kupush kwa sababu muziki hauozi. Waendelee kupush muziki hauozi. Kama leo atakosa leo, kesho anaweza kapata na kesho anaweza kabadilisha maisha yake kuanzia yeye mpaka ndugu zake na familia zake pia. So waendelee kupush. Asante sana. Bakunzi ba Yaga Tech TV, ni vyinshi mwashoboye kumenya mu kiganiro canje je na T-Max. Numuntu namye nifuza kuva kera ko twokorana ikiganiro kuko nari nsanzwe ndaramufana, ni indirimbo nyinshi ziwiwe nari nsanzwe fana kuko kuva kijya gihe kugeza right now mba ndabizi yuko ibintu biba biri ku mwanya ategerezwa kutwemeza nka T-Max. Nakushukuru sana na imani kwamba siku nyingine tutapata tena nafasi ya kuweza kupiga story baba. Salute sana. Afu tena na kitu kingine jamani. Okay. Naona nimepokea nani kidogo ujumbe kutoka meneja wangu hapa. Ndio. Kesho ama kesho kutwa. Ndio. Tunaachia nyimbo mpya. Wow. Hivyo na nitaga nani vile mzee wa michano.
Mzee wa misimamo ananitanga nani vile, mzee wa michano. Yep. Mzee wa misimamo. Do you remember this name? So, get ready. Kitu kipya kinakuja very soon. Oh yeah. Ciao, ciao.